Mbele ni kwamba Bunge la Kitaifa na lile la Seneti siku ya Jumatatu litaandaa kikao maalum ili kumuenzi Rais Mustaafu Daniel Moi aliyeaga dunia. Kulingana na Spika wa Bunge la Seneti Ken Lusaka, kikao hicho maalum kitakuwa na maudhui mawili huku taifa linapozidi kuomboleza kifo cha rais wa pili hayati Mzee Daniel Moi. George Maringa anaarifu zaidi. Baada ya mapumziko marefu yaliyoanza tarehe 6 mwezi Desemba mwaka uliopita, bunge linatarajiwa kurejelea shughuli zake rasmi juma lijalo. Lakini kwa vile vikao vya bunge hufanyika siku ya Jumanne, Jumatano na Alhamisi, patakuwepo na kikao maalum Jumatatu wiki hii. Ajenda kuu ya kikao hiki kutakuwa tuna agenda mbili peke yake. Moja ya kuomboleza kifo cha rais mstaafu, na ya pili kuadjust calendar yetu ili tuweze kuanza siku ya Alhamisi badala ya Jumanne kama vile tulikuwa tunakusudiwa kuanzisha. Ikumbukwe kuwa siku ya Jumanne wiki hii imetengwa kwa ibada ya wafu na kesho yake itakuwa ni mazishi ya rais mstaafu hayati Mzee Daniel Moi. Katika kikao hiki maalum siku ya Jumatatu, wabunge na maseneta watapata fursa ya kuomboleza Mzee Moi. Kila bunge itakaa kivyake. Bunge la Kitaifa watakuwa na session yao na sisi pia tutakuwa na session yetu. Mahali wakati tunakaa kikao cha pamoja ni wakati Mheshimiwa Rais anakuja kuhutubia bunge na kuhutubia taifa, yani official opening ya bunge. Kwa hivyo hapo ndio tunakaa pamoja, lakini kesho kila bunge itakuwa na kikao chao, na hiyo itapeana nafasi ya kutosha, nafasi nzuri kila bunge liweze kuomboleza, liweze kutoa rambirambi zao kwa mwenda zake rais wa pili Mheshimiwa Daniel Moi. Vilevile watatoa rambirambi zao kwa familia ya Moi, hususan kwa wanawe wawili Gideon Moi na Raymond Moi ambao ni seneta na mbunge mtawalia, bila shaka wakionekana kufuata nyayo za mzee. Ile itafanyika ni kwamba baada ya mimi kutoa communication itabidi tuweze kusimama kwa muda wa dakika moja kutoa heshima zetu za mwisho kwa Mheshimiwa mwenda zake Rais Daniel Moi. Kwa hivyo pia itakuwa inapeana ruhusa wa bunge la Seneti na bunge la Kitaifa kuweza pia kuomboleza. Huku maandalizi ya safari ya mwisho yakipangwa, wabunge na maseneta hawatabaki nyuma, haswa ikizingatiwa kuwa hayati Mzee Moi ndiye alihudumu kwa kipindi kirefu zaidi nchini, sio tu kama rais wa taifa kati ya mwaka 1978 hadi mwaka 2002, bali pia kama mbunge wa Baringo Kaskazini kati ya mwaka 1966 hadi alipostaafu mwaka 2002. George Maringa, KTN News.